Allah kupitia Lut aliwaambia sifa nyingi. Hao waliitwa ni qaumi sau'in fasiqin, watu waovu mafasi, waliitwa mujrimun. Ukisoma hizi ayati katika Qur'an ni mujrimun, ni qaumun tajhalun, ni watu wajinga washenzi. Sio jahala ya dhidi ya ilmu, hii ni jahala ya dhidi ya nini? Ya hilmu. Itu mshenzi kabisa, hakuna asojua huu uchafu. Muhammad bin Sirin rahmatullahi ta'ala alayhi anasema hakuna ma min shay'in min dawab, hakuna mnyama yoyote anofanya tendo hili illa alhimar wal khinzir, isipokuwa punda na nguruwe. Sasa sijui kama kuna wataalamu wa wanyama, hebu fanyeni bahthi, sababu haya ni maneno ya mtu tabi anasoma kwa masahaba na wameeleza ulama katika tafsiri. Punda na nguruwe katika wanyama ndio jipunda dume waweza kuta na mpanda punda dume mwenzie, au jinguruwe dume na mpanda nguruwe dume mwingine. Lakini hata wanyama wengine, natazama tabia ya nguruwe na tabia ya punda iko. Punda ana sifa gani na jinguruwe lina sifa gani? Kwa sifa zao zile katika minyama isokuwa na akili kuliko yote, hao watu wataalamu sana ni jipunda. Inyama chafu baya kabisa ni nguruwe. Hawezi Allah kuharamisha jinguruwe na akalitaja kwa sifa mbaya isiyokuwa jinyama baya. Hao ndio wanafanya matendo haya. Yani maana yake wanaume hawa wamezidiwa hata na jogoo. Huwezi kutajogoo anampanda jogoo mzee. Wamezidiwa hata na mbuzi, huwezi kumkuta beberu kampanda beberu. Tumefikia kiwango hicho, kiwango kichafu. Na watu wa Lut walikuwa majasiri kama walivyokuwa leo watu majasiri. Ndio maana inahitaji mudarasa. Walikuwa wanamwambia Lut, wa innaka la ta'lamu ma nurid, laqad alimta ma lana fi banatika min haqqi. Wewe Lut wajua si hatuna haja na wanawake bana. Wa innaka la ta'lamu ma nurid, wewe wajua tunachokihitaji sisi ya wanaume. Wanamjibu mtume wa Allah, lazima tupate muda tudurusu uone ufedhuli waliokuwa nao. Yawezekana hata hawa yawezekana hawajafikia ufedhuli au kama wamefikia, sababu tunahitaji kudurusu. Lakini hawa walikuwa jeuri sana. Akhriju ala Lut min qaryatikum innahum unasun yatatahharun. Lut analingania, wanaambia na mtoeni Lut na watu wake hawa wasafi. Innahum unasun yatatahharun, hawa ni watu wajitawao wasafi. Yani subhanallah, kiwango ule uchafu waliokuwa nao wanaona ndio fahari, na ile khairi anawalingania Lut wanaitia aibu, wanatia aibu tahara, wanaisafisha najisi. Itina bi'adhabi llahi in kunta min as-sadiqin. Haya ni majawabu alimwambia Lut, tuletee hiyo adhabu ya Allah kama kweli wewe ni mkweli. Awalam nanhaka 'anil 'alamin, hivi Lut tukataza usiletee wanaume humu? Walipokuja wale wageni malaika watatu, wamekuja malaika, Allah amewaleta kwa sura ya wanaume wazuri. Allah anawatahini walipoona habari. Ukisoma katika tafasiri, Lut kwanza alitoka nje ya mji alipoambiwa kuna wageni wamekuja, akachochora sababu wageni ni wanaume. Mkiingia mjini mtanipa kondo, mtaniachia taabu mjini. Hawa jamaa zangu wote kwa wanaume tu. Tasema tafasiri wakaingizwa usiku, lakini habari zikafika. Almufassiri wanasema katika watu waliofanya khiana ni mkewe. Ndio maana akawa fakhana tahuma, mke wa Lut na Nuh hawakufanya khiana ya zina, waliwakhini waume zao Lut na Nuh. Huyu mke akawafikishia watu kuna wageni, ndio mke nyumbani kuna wageni wanaume wamekuja. Hafla watu wamekuja mlangoni, wanamwambia Lut awape vijana wale malaika. Lut, msinifedheheshe. Lakini wale wakamwambia sisi ni malaika bwana, wala usiwe na hofu kabisa, wewe toka na watu wako. Alitoka Lut na watoto wake wa kike wawili, illa mraataka, mkeo pia atakuwa ni katika ghabirin, ay halikina baqina, atakuwa ni minal ghabirin, atabakia katika adhabu. Lakini alifikia vipi Lut hapo? Mwisho alisema mimi narudi kwa Mola wangu.
kawalingania, hawataki. Rejeo la mwisho la Luti ni kwa Allah, na ndio rejeo la Waislamu. Nasiha zahitajika tukomane, lakini tujue kuna aliowaumba hao wanataka ushoga. Luti alirudi kwa Mola wake. Aliporudi tu Allah subhanahu wa ta'ala aliwajalia, alipotoka Luti na wale waliokuwa pamoja na Luti, Allah wale watu wote aliwaangamiza. Alididimiza ardhi, akaijalia aliyaha safilaha, juu chini, na Allah akaleta mvua ya mawe ya moto, adhabu kali. Na adhabu pia haikutanguliwa na adhabu kali kama hii, kwa sababu wao walifanya jambo halijatanguliwa na watu wote, na adhabu yao ikawa kali. Na wanasema ulama katika hikma kugeuza ardhi juu chini, kwa sababu na wao waligeuza mambo juu chini, baada ya kuendea wanawake wakaendea wanaume. Na Allah akasema hii adhabu haikuwa kwa watu madhalimu, iko mbali kwa kila atakayeendelea na dhulma hii katika watu wetu, jamii yetu. Adhabu ya Allah haiko mbali. Ni lazima Waislamu kwanza wabadilike wao. Haya mambo yanayotubadilika katika nafsi zetu sisi, jamii yetu, familia yetu. Tunaona uchafu, tunaziona ngoma za mashoga katika miji yetu. Kuna taarabu vijamvi vya mashoga, kuna taarabu hivi, kuna ngoma za shetani za mashoga. Tunaona michezo ya kuigiza, mtu anaigiza mchezo, mwisho mwanaume kalipiwa, alafu yule anolipa atoa kichupa cha mafuta ya mgando. Michezo imetolewa kwenye matangazo hivyo. Kama kuna watu wa BASATA wataka tuje tuwaambie, mnaipitisha hii wakati hii ndio tayari zawaharibu watoto. Leo tunafoka mapicha machafu ya X yameenea, gays ya wanaume kwa wanaume katika mitandao. Nchi haiwezi kublock hii. Nchi ina uwezo wa kublock mitandao, hata WhatsApp isitumike. Mambo yamejaa machafu, watu washazoea, watoto wameona wanaume kwa wanaume wanavyoendana, washazoea. Sasa watu wameingiza sera zao. Yahitaji tubadilike, jamii ibadilike kikweli. Kesi tunazisikia nyingi katika miji yetu. Ami kama mlaiti mtoto wa kiume, ami kama mlaitiwa na ami yake. Kesi ni ngapi?